Siku nyingine tena tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 2025. Ni Disemba. Kwa watu ambao wako holiday na wakaribisha sana kwenye kipindi chetu. Sisi leo tumejikita kama kawaida kwenye vipindi vyetu maalum ni kuzungumza kuhusiana na hatua za awali za ukuaji wa mtoto, na leo tunataka tuzungumze kidogo kuhusiana na madhara ya vyakula visivyofaa kwa watoto. Na studioni leo nimebarikiwa kuwa na mwalimu, lakini pia niko na kamishna, tunamhitaji ni mkurugenzi wa lishe, ni mkurugenzi wa idara ya mafunzo ya elimu ya lishe kutoka taasisi ya chakula na lishe, lakini pia naye mwalimu wa shule ya msingi pamoja na mzazi. Bwana Kasiga amekuwa mzazi kwa muda mrefu sana. Hapa ndani yenyewe ana watoto 10. Sasa haya mambo yetu mengine tutakuja kuzungumza. Sasa kikubwa ambacho tunataka tuzungumze ni kuhusiana na madhara vyakula visivyofaa kwa watoto. Kuna vyakula vinavyofaa, lakini pia kuna vyakula visivyofaa kwa watoto. Utakuwa ni shuhuda kwa watu ambao wanaishi Uswahilini kidogo. Mtoto anavyoenda shuleni, yeye anawekewa muogo, anawekewa na pilipili nyingi kidogo, au anawekewa zile zinakaa kwenye, mwalimu anajua zinawekwa kwenye kipakti, zimetengenezwa kiwandani. Anapewa na juisi pia ya kutoka kiwandani, aende akashinde nayo mpaka jioni. Hivi vyote tutavizungumza hapa. Ni sahihi kufanya hivyo, na tunaandaje vyakula vinavyofaa kwa watoto? Hiyo ni kitu kingine cha kuzungumza. Lakini una nafasi pia kushiriki na sisi kupitia 0615 396206. Tuko kwenye Busati. Leo tulikuwa tunatamani sana kuzungumza na wazazi. Utatupigia simu live, lakini pia utatutumia ujumbe wako mfupi kupitia 0615 396206. Kwa utambulisho, naomba nikukaribishe mwalimu. Habari ya wewe? Habari yangu njema kabisa. Majina yako? Naitwa Umri Kheri Juma Mkubira. Natokea shule ya Maarifa ambayo ipo Tegeta Wazo, lakini shuleni pale wananiita Madam Umi au Teacher Umi. Teacher Umi. Karibu sana Teacher Umi kwenye kipindi. Tuko na mama yetu. Tumekuwa tunapata madini mengi sana kutoka kwako. Nimepita Ndeto amenipitisha kwenye madini ambayo wanasema inabidi kulipe hela nyingi sana. Watu wakulipe hela nyingi kwa sababu unatetea afya yao. Karibu. Asante sana. Ndio. Ninaitwa Dr. Stankuba, ninatoka taasisi ya chakula na lishe Tanzania, ni mkurugenzi idara ya mafunzo na elimu ya lishe. Karibu sana mkurugenzi. Asante. Na studioni mimi nitamtambulisha mwenyewe, anaitwa Allen Peter Kasiga, ni baba. Sisi wote hapa watoto wake. Sasa tunaomba tuanze tuzungumzie kidogo madhara vyakula visivyofaa kwa watoto, lakini tukianza kuangalia chakula gani ambacho hakifai kwa watoto. Watu wanajiuliza haya madhara yanatokana na vyakula, ni vyakula gani havifai kutumiwa na watoto? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa, mtoto ana vyakula ambavyo anatakiwa apewe ili aweze kupata virutubishi muhimu kwa ajili ya ukuaji wake na afya yake. Sasa tunapozungumzia vyakula visivyofaa, ni vyakula ambavyo vitafanya sasa yale makuzi yake kimwili, kiakili na tunaweza nikasema kimwemko, au nisemeje pale, ni kwamba apewe vyakula ambavyo vinaweza kumuongoza kuwa na afya njema kiakili, kimwili, lakini pia hata kiroho. Sasa tunaposema vyakula visivyofaa, ni vyakula ambavyo haviwezi kumpa vitamin, haviwezi kumpa madini, haviwezi kumpa protini, haviwezi kumpa wanga unaotakiwa. Sasa tunapozungumzia kwenye wanga, hapo ndio kwenye tatizo kubwa, kwa sababu unakuta kwamba watoto wengi wanapewa vyakula vyenye wanga tupu. Tena sio wanga peke yake tu, yaani vinakuwa ni vimepikwa na mafuta mengi na chumvi nyingi, lakini pia ni vya wanga tu. Sasa tunapozungumzia sasa mtoto huyo, watoto wako wengine wapo shuleni, wengine wako majumbani. Lakini mtoto anakutana na nini anapotoka kitandani, ama anapoenda shuleni akifika anakutana na nini? Mtoto huyu anakutana na ice cream ambayo ina maji na sukari, wakati mwingine imetiwa rangi, sijajua kama rangi nazo ni salama zile. Anakutana na chipsi, kiazi kimekaangwa kwenye mafuta, sio mafuta tu mengi, lakini yameoza, yameshaharibika, kwa sababu huyu mfanyabiashara anapokaanga zile chipsi hataki atupe mafuta yake. Hata kama ni mwezi mzima ataendelea kuyaongeza kiasi kwamba mafuta yanakuwa meusi mpaka yanatoa mapovu. Anakutana na kiazi na muhogo ambacho nacho kimekaangwa kwenye mafuta yale yale. Unaona?
Na kwa kawaida mtoto huyu pia anakutana na vitu vinaitwa kuna vitu vina rangi nyingi ni vile chunk, kama mtu anatafuna inaitwa chama. Anakutana na chama huyu mtoto. Okay. Lakini pia huyu mtoto anakutana na chakula kilichowekwa kwenye mfuko wa nylon. Kwa mfano kama karanga, hata hizo nilizosema nini, ice cream zile, anatafuna, anakula na mfuko wake anatafuna. Sio hivyo peke yake. Juzi nilikuwa Temeke natembelea mashuleni, nikakuta kwamba huyu mtoto anakutana na kitu ambacho kiko concentrated, yani ni unga fulani ambao unatakiwa uwekwe kwenye maji lita 1, kijiko tu kidogo, lita 1, alafu mtu apate juice lita 1, yeye anabugia mdomoni, anaramba. Huyu ndio mtoto wa Kitanzania, tunamweka katika hayo mazingira, vyakula visivyofaa. Mimi naomba samahani, nadhani naweza vyakula takataka, kwa sababu havina kitu yani kitaleta madhara kwa huyu mtoto. Labda tukiita hivyo labda wataelewa. Visivyofaa. Lakini tumeongezea jina lingine, ni takataka, havina faida. Havina faida kabisa. Okay. Kwa sababu vinaleta magonjwa tu ndani ya mwili wa binadamu. Sasa elimu imekuwa ni ndogo sana kwa wazazi, na majenzi sasa hivi ni wazazi. Unakuta kijana tunaitwa father digital, unamlelea mtoto kwa WhatsApp call, mpigie simu, mpe simu, niongee naye na nini. Tuna maandalizi ya mtu kama kijana sasa hivi ambaye anakusikiliza. Vyakula vinavyofaa ni vipi? Kwanza kabisa vyakula vinavyofaa tumevigawa katika makundi 6. Kundi lile la kwanza ambalo nimelisema sana hapa lina nafaka, mizizi, ndizi na magimbi yako pale. Hili kundi linatupa wanga. Na nipata? Ndiyo. Kundi la pili ni matunda. Linatupa vitamini na madini ambapo ni muhimu kwa ajili ya ukuaji sasa na ukinga mwili na magonjwa. Kundi la 3 ni mboga, lenyewe lina vitamini na madini. Kundi la 4 ni lile lenye mikunde ambapo tunakuta kuna maharage, kuna karanga, lakini kuna kunde, njugumawe, siku hizi zimesahaulika, ziko hapo. Nafikiri hata kwa maana hapa ukimuuliza mama mwisho kuna njugumawe ajui. Na choroko. Na saa nyingine unaona njugumawe ni adhabu. Ndakula njugumawe. Na choroko. Hapo tunapata protini, tunapata protini inayotokana kwenye mmea. Lakini sio protini peke yake, kuna na vitamini na madini zimo mle ndani. Tutakuja kuongea baadaye vizuri pale. Sasa tunakuta kundi la mwisho ambao ni la 6, kuna nyama kwanza pale. Kundi la nyama ambao kuna nyama, samaki, nyama, samaki, maziwa, mayai. Tunapata protini inayotokana kwenye nini? Kwenye wanyama. Kundi la 6 ni hili ambao tunapata mafuta mazuri yale kwa ajili ya afya, kwa sababu mafuta yenyewe ni kidogo tu. Tukiangalia kwenye percent, lakini kidogo sana natakiwa utumie mafuta. Kwa sababu kuna vyakula vingine pale unakuta kwamba vina mafuta tayari, ila usiache kabisa kutumia mafuta. Sasa huyu jenzi wa leo anatakiwa sasa ale vyakula kutoka katika hayo makundi kwa uwiano. Napozungumzia uwiano ni kwamba ni kiasi gani matunda unakula. Unajua kuna vyakula ambavyo vimesahaulika. Wanga kila mtu anakula ile kundi la kwanza nimelisema, watu wanakula chips zao wamejaza. Hivi umeshawahi kukuta zile chips mayai zimewekewa mboga za majani na matunda? Haziwekewi, watu wanakula hivyo kama zilivyo. Sasa huyu mzazi wa leo na mzazi wa kesho anashindia chipsi na analalia chipsi. Vitamini na madini hakuna. Hasa huyu mzazi inawezekana hata kule kuzalisha sizalisha, kwa sababu vitamini na madini muhimu kwa ajili ya uzazi hakuna. Lakini pia watoto tunaowalea na kuwatunza wanajifunza kutoka kwetu. Tumemleta duniani, hajui kilichoko duniani. Wewe ndio utamfundisha kwamba hiki chakula ndio chakula chako. Ndio maana ukienda Kagera anakula senene, anajua hiki ni chakula. Ukija huku Kilimanjaro anasema hao wadudu hapana. Sasa sisi wazazi tunatakiwa kubadilisha sasa maisha yetu, kubadilika. Kama tunataka kuwa na kizazi chenye tija, kizazi ambacho kitaleta uchumi endelevu kwa nchi ya Tanzania, watu wabunifu, wenye kuleta mambo mazuri katika nchi yetu na rasilimali ambazo Mungu ametupa hapa nchini. Tuna mali za kila kitu, tuna dhahabu, tuna madini. Watakoenda kutupa akili ya kuchimba yale madini ni hawa watoto wetu, vizazi vyetu. Sasa ni wakati wa kuwapa vyakula ambavyo vinawapa akili katika akili zao. Kwa sababu mtoto anapokula vyakula ambavyo vina virutubishi vya kutosha, huyu anakuwa na utulivu hata darasani, anaweza kumsikiliza mwalimu, kumbukumbu yake imekaa sawa, lakini pia hata ubongo wake uko vizuri, unakuwa vizuri na anakuwa ni mtulivu.
Okay, kipindi kilichopita tulizungumza kidogo tukasema mtoto akiwa mdogo kabisa, hatua za awali kuanzia 0 mpaka ifike miaka 9 mpaka 8 na kuendelea. Watoto wadogo sasa wazazi ambao wanakusikiliza, ambao wazazi wenyewe ndo majenzi, hawajui namna kuandaa vyakula vilivyo bora kulingana na mazingira. Wanasema wanaoishi kwenye majiji pengine kupata vitu imekuwa ni tunakula tunachopata. Na hiyo wanaijumlisha hata kwa watoto wadogo, kuanzia mtoto ana miezi kadhaa na kunywa uji, ndio ana mwaka mmoja anakula vyakula vingine, unashanga miguu ya kuku, tumbo kidogo, juisi ya pakti, mama anaenda kutafuta. Unawaambiaje? Watumie kanuni gani ili waweze kuwakuza watoto sasa watoto wapate lishe sahihi? Kwanza mzazi anatakiwa awajibike, achukue sehemu yake kama mzazi. Usitegemee mwanao maisha yake yote akale barabarani. Mama, ukiamka asubuhi hakikisha mwanao amekula kitu anachotakiwa. Hajafikisha miezi 6 ananyonya peke yake. Baada ya miezi 6 ale vyakula vyote kutoka katika ile makundi niliyotaja, makundi 6. Kuhakikisha kwamba mtoto anapata vitamini na madini ama anapata virutubishi vyote vinavyohitajika, kwa sababu mwanadamu kwa siku anahitaji virutubishi zaidi ya 50. Kwa hiyo chakula mchanganyiko ndio msingi mkubwa. Na katika uandaaji lazima hivi vyakula viandaliwe katika mazingira safi na salama, kwa sababu anaweza kula vyakula vyenye virutubishi lakini bado akapata magonjwa mengine ya maambukizi, kwa sababu kama havijaandaliwa salama akapata minyoo, akapata labda typhoid, akapata magonjwa mbalimbali kutokana na vijidudu vinavyokuwa vimezunguka maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo uandaaji wake hakikisha kwamba vinaandaliwa inavyotakiwa. Kwa mfano kama mtu anapotaka mboga, lazima ile mboga, kwa mfano mboga za majani, ziive vizuri lakini zisipitilize, na ziwekwe mafuta kidogo ili kuweza kufyonza madini ama vitamini zinazosafirishwa na mwili kwa kupitia mafuta kidogo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba hakikisha mwanao anakula chakula unachokiandaa. Lakini hata kama akienda shule, akifika shule mwalimu atatuambia mtoto huyu akiwa shuleni, mzazi hakikisha anapata chakula pale shuleni. Sio kutoka jana usiku hajale tena usiku wake, ina maana anakuwa na mlo mmoja. Matokeo yake sasa huyu mtoto njaa bwana haina adabu. Hata watu wazima, mkuta mtu mzima na njaa, atakula chochote. Sasa mtoto akiwa na njaa atakula chochote. Kama ametoka nyumbani alivyoamka akala, akifika shuleni na penyewe umetoa hela yako akapata chakula shuleni, utakuwa unampenda mwanao na kumtunza vizuri, kwa sababu chakula kinachopikwa shuleni ni safi na salama kuliko chakula ambacho kimepikwa katika mazingira ambayo sio safi na salama ama hakijatayarishwa kwa utaratibu unaotakiwa kwa ajili ya kupata virutubishi muhimu kwa afya. Kushukuru sana Dr. Nafikiri kwa ambao wanasikiliza sasa hivi wana enjoy, wanajua, lakini nafikiri watakuwa na maswali yao. Kuna wengine wanasema na maisha magumu, kuna wengine wanaona nyumba za kupanga, kuna sababu nyingi ambazo zinaandikwa kwenye SMSs. Tuna mwalimu hapa, tuzungumze hali ya mtoto inakuwaje ukiwa unawapokea watoto asubuhi shuleni. Kuna muda wa kuangalia kidogo kama wamekula, au hilo swali uruhusiwi kuuliza. Wewe unapokea watoto na wanaendelea? Nashukuru Mungu kwa shule yetu sisi, kwa sababu ni shule ya binafsi. Kwa hiyo tunakuwa na huduma hizo pia za chakula kwa kuanzia watoto wadogo, yani nasal mpaka darasa la 7. Kwa hiyo mtoto anapofika asubuhi, kunakuwa kwa nasal, mwalimu wao lazima ajue kwanza, akifika lazima apokelewe. Kuna chupa za maji, kuna chupa za juisi kwa wale watoto wadogo. Kwa mwalimu anakuwa kabisa anajua haya maji ya mtoto, haya nini. Baada ya hapo kuna ratiba za chakula, kwamba mtoto wa nasali atakula muda fulani tofauti na watoto wengine kuanzia darasa la 3 kwenda juu. Anakuwa na ratiba zao tofauti kulingana na ukubwa na uhitaji wa chakula kwa watoto. Lakini pia vyakula vyetu vinaandaliwa katika mazingira mazuri na tunazingatia lishe. Kwa asubuhi watoto wanaandaliwa chai. Ina maana mtoto anapotoka nyumbani watu na shauri apewe angalau chai na kitu kidogo kwa ajili ya kuliweka tumbo sawa. Manake mtoto mwingine anaweza kafika asubuhi anakuambia mwalimu, tumbo linaniuma sana. Lakini ukiingia jikoni ukichukua chai ukiimpa, unamwambia kunywa chai afu nakupa dakika 2 lala kidogo. Baadaye akirudi darasani anakuwa sawa. Kwa unagundua kabisa hana chochote alichokipata alipotoka nyumbani. Baba yetu Allen Peter Kasiga anaita shule hizo ni za kishua, yani shule ambazo
zimefuata utaratibu, zinajali lishe kwa watoto. Labda utupe experience yako kwa shule nyingine ambazo hazifati mkondo huo. Kwa shule ambazo hazifati mkondo huo, ndo maana kuna baadhi ya shule ambazo wameshaanzisha program maalum ya chakula shuleni, kutokana kwamba kulikuwa na tatizo, watoto wanakula vyakula vichafu. Yaani unakuta ukiingia shuleni asubuhi unakuta kuna mama wengi wamejipanga mstari kwa ajili ya kusubiria watoto wanaoingia wapewe vile vyakula. Pia kuna watoto wanakuja na vyakula vingi kwenye mabegi. Yaani muda anatoa madaftari aanze kusoma, badala atoe madaftari anatoa miogo kidogo na vitu pembeni. Kwa hiyo kuna baadhi ya shule zimeamua kuanzisha program ya chakula shuleni. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kwa shule nyingine ambazo hazina programu hiyo waianzishe, kwa sababu sioni kama ni gharama sana, kwa sababu ile pesa unayompa mtoto kununua hivyo vyakula njiani inatosha kabisa kulipia pale shuleni mtoto akapata chakula. Kwa sababu unakuta mtoto amepewa labda 2,000 kwa ajili ya kula shule. Ile 2,000 akilipa pale shule, wakilipa watoto wote wa shule nzima 2,000, inatosha kabisa kupata chakula pale shuleni. Okay, na utuambie kidogo mtoto ambaye apati lishe kwenye uelewa makuzi yake darasani kwenye maisha ya kawaida na mtoto ambaye anapata lishe, kuna utofauti? Tofauti ipo kwanza kwa watoto ambao hawapati hizo lishe. Kwanza kunakuwa hakuna utulivu, kwa sababu muda wote ana vile vyakula vyake kwenye begi. Au anawaza nikichelewa kule nitakuta yule mama kashauza. Maana kuna mama wanakuwa na bei zao na anakuwa na watoto wanawauzia. Kwa anakuwa hana ule utulivu, anawaza nikikuta yule mama amemaliza, na maana mimi saa nyingine ile hela yake anaibana. Kwa anataka amkute yule ambaye anamuuzia kwa bei ile, ili hela yake ibaki, jioni anavorudi nyumbani akanunue chips za 500. Okay, kwa hiyo tumepata mambo mawili. Jambo la kwanza ni utulivu unakosekana darasani kwa sababu ana pesa, anataka ifike mapumziko aende akanunue chakula nje. Lakini utulivu mwingine ni ana chakula tayari kwenye begi, anasubiria muda wa kula. Kwa hiyo uweze kuwa harufu ya chipsi na daftari na kuwa kidogo lazima ilete shida kidogo. Tuna Allen Peter Kasiga, mzazi. Okay, hiyo ukihamishia kwako inakuwa iko vizuri zaidi. Kwa nini ushiriki wa wazazi sasa kwenye kusapoti makuzi ya awali ya mtoto umekaaje? Sana wakina baba pia ndo wanashutumiwa. Yeye akiacha shilingi 5,000 anajua kila kitu kimemalizika. Ajui mtoto kapata wanga, amekula protein kidogo, amekula nini, hiyo haifahamiki. Kwako wewe inakuwaje? Kwangu mimi, ngoja kwanza niangalie in general. Ndio maana tunaambiwa kwamba kina baba tuwasindikize wake zetu kliniki. Kuna mengi sana tunaambiwa kule na mengi sana tunajifunza, hasa kwenye lishe za watoto, ingawa tushazoea kuwaachia kina mama waende wenyewe kliniki. Mimi kwa watoto wangu, kwa sababu unajua wanasema mzazi ana mzazi wake. Kuna mengi tunayapata kutokana kwa wazazi wetu makuzi, kwamba bwana mama mtoto huyu tayari ni naye chakula inabidi aleje. Kwa hiyo mama anakuambia bwana huyu mtoto asubuhi mpe hiki, kama alivyozungumzia mkurugenzi hapo, lazima mtoto apate protein, apate wanga, lakini pia apate na mafuta. Kwa hiyo mimi kama mzazi nilikuwa nahakikisha watoto wangu wanapata hivi vyote, kwa sababu nafahamu ndio kuna majunk food haya watoto wengine wanapewa. Kuna vyakula vya makopo ambavyo vinauzwa kwenye maduka mbalimbali vya watoto, maziwa. Mama anakuwa mvivu. Unajua kama wakina mama sasa hivi wa mabinti zetu wa age fulani amepata mtoto, kunyonyesha anaona kwamba ataharibu maumbile yake, si maziwa ya kopo yapo, lakini kumbe maziwa yale ya mama ndio yana maana kubwa. Maziwa ya mama ndio yanamjenga mtoto toka kwenye makuzi yake chini, kama alivyozungumzia kuanzia 0 kuendelea juu. Kwa hiyo mimi namsisitiza bwana, haya mavyakula ya kopo pembeni, chakula cha maana ambacho mtoto anatakiwa ale ni hiki na hiki na hiki. Lakini pia kuna wazazi siku hizi wana tabia moja, anachukua mahindi, anachanganya dagaa, anachanganya maharage, anachanganya sio nini, alafu anasaga kwa pamoja. Unakuta ule unga ukikaa muda mrefu unavunda, unampa mtoto, anaanza kupata matatizo ya tumbo
mtoto analalamika tumbo. Nimeona mama mmoja mwanae analalamika tumbo, wale manesi akamwambia, bwana kwani unampa chakula gani? Huyu anakula chakula kinachostahili kwa sababu nimesaga dagaa, nimetia karanga, nimetia mahindi, nimetia choroko, nimetia nini kwa pamoja. Unga mzuri sana unamsaidia. Mtoto anakula full package. Hapati choo. Hii sio sahihi. Nikasikia wataalamu walisha naambia hii sio sahihi. Mtoto hatakiwi kula hivyo ambavyo sisi tuliamini tukimpa mtoto hivyo ndio tumempa chakula cha kumjenga. Kwa hiyo ni hayo. Okay, sawa. Lakini kuna hatua za awali za mama mjamzito. Sasa tunaamini kuanzia 0 ndio mtoto anaanza kutengenezwa mpaka anakuja duniani, anaendelea kunyonya na baadaye mabadiliko mengine yanachukua nafasi. Allen Peter Kasiga amegusia kidogo kuhusiana na generation ambayo inaandaliwa kwa sasa hivi ya Gen Z. Kumnyonyesha nitapoteza muonekano. Maandalizi ya yeye kumleta mtoto duniani yanakuwa ni ya chips, mshikaki na vilevi pia, kutumia vilevi kutoka outings na nini. Nafikiri mwalimu naye ni Gen Z anaelewa haya mambo. Ina madhara kuja kuleta mtoto ambaye ana udumavu pia. Ya, ni kweli ina madhara, lakini kuna kitu kimenigusa, naomba nikirudia kabla sijaenda mbele. Hii ya chakula, mtoto amechanganyiwa kila kitu. Alafu nakuta mtu anatunza ule unga miezi 2 3, alafu anasema nampa mwanae kitu vyenye virutubishi. Na si kutunza tu mpaka uishe. Mpaka uishe. Haijalishi ni ndoo kubwa ndogo, yani ni mpaka uishe. Kwa kweli ni hatari sana. Jamani, watu wafuate utaratibu. Labda ni waase tu kwamba wale wanaotengeneza unga mchanganyiko, hebu karibuni taasisi ya chakula na lishe Tanzania, mje mjifunze jinsi ya kutengeneza. Na ule unga usimalize mwezi mmoja, yani usizidishe pale. Tafadhali, yani utafikiri kwamba unampenda mwanao kumbe unaharibu. Nije kwenye swali lako leo niuliza. Ndio. Kweli huyu mama anayejiandaa kwa ajili ya kwenda kupata mtoto, kwanza kina baba au familia nzima, lazima tushirikiane pamoja kabisa kwamba kuhakikisha huyu ambaye anajiandaa kwenda kupata mimba anakula vyakula vyote mchanganyiko, ama vyakula vyote vinavyopaswa kumpa vitamini na madini ndani ya mwili wake. Kwa mfano, tunapozungumzia madini ya chuma ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya damu. Unajua damu ndio uhai jamani. Mtoto anatengenezwa pale. Lakini kuna folic acid. Hii folic acid ni muhimu sana kwa ajili mtoto anapotoka, mtoto anapoanza kukua, yani alipoingia kwenye tumbo la mama yake, sasa kuanza kukua pale, ni kwa ajili ya ukuzi wa ubongo wake na akili yake. Sasa asipopata folic acid inavyotakiwa, matokeo yake anazaa mtoto mwenye kichwa kikubwa, ama mgongo wazi, ama ile kisungura mdomo umechanika hapo. Sasa kama hatuwezi kumpa mama huyu akala hivyo vyakula, au mama yenyewe kama hawezi, hataki kula, afikirie kwamba hivi kama akipata mtoto mwenye mgongo wazi, ama mwenye mtindio wa ubongo, au mwenye matatizo, au ni kilema, ni kipi kizuri? Ni kuepuka kula hivi vyakula, ama ukapate mtoto wa aina ile? Inabidi ujifikirie mara mbili kwa sababu madhara yake ni makubwa sana. Kinachoingia mdomoni kina athari kubwa sana kwa mtoto ambaye anaendelea kukua ndani ya mama. Msikilizaji, una nafasi ya kushiriki na sisi kupitia 0615396206 kwa kutupigia simu, lakini pia kutumia ujumbe mfupi wa maneno kulingana na ambacho tunakizungumza. Leo tunazungumza vyakula visivyofaa kwa watoto. Karibu sana kwenye kipindi chetu, tunarejea. Hadi watoto darasa la awali tunaitishwa vikao. Tulia. Hivi vikao vya muhimu, hebu tusikilize kwanza. Wazazi, nawashukuru sana kushiriki kwenye kikao. Ajenda kuu ni kuwasisitiza wazazi kuchangia kwa ajili ya chakula cha watoto shuleni ili waweze kusoma vizuri. Unajua, pamoja na fursa za ujifunzaji wa awali, ili mtoto aweze kukua kikamilifu, anahitaji pia afya bora, ulinzi, usalama, malezi yenye mwitikio kutoka kwako mzazi, lakini pia na lishe bora. Ni kweli, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo 43% ya watoto wapo kwenye hatari ya kutofikia hatua timilifu za ukuaji kutokana na viashiria kama vile utapiamlo, umaskini na kukosekana kwa uhakika wa chakula. Mustakabali wa nchi yetu unamtegemea mtoto. Serikali kupitia mpango jumuishi wa kitaifa wa masuala ya lishe inalenga kupambana na utapiamlo katika aina zake zote. Wazazi na jamii kwa ujumla tushirikiane kwa pamoja kuwapa watoto lishe bora. Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEM pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UT.
Naona mjadala umekuwa wa moto sana. Watu wanajaribu kuna swali limeulizwa kwa dokta, vipi kuhusiana na watoto wa kijijini, naye tunasemaje? Maana asubuhi anakula kiporo cha ugali au chakula chochote baridi alafu anaenda shule. Yaani lazima kuna zile kanuni za baba kijijini, chakula hakimwagwi. Lazima kiishe hichi. Hali ni ngumu, chakula hakimwagwi. Kwa hiyo kuna watu huko Somalia wanakosa chakula. Kwa hiyo lazima mtoto amalize kile kilichopikwa usiku alafu atoke waende shuleni. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa maisha ya kijijini, tukumbuke kwamba kijijini kuna kila aina ya chakula. Pale kuna kila aina. Unajua mjini tunakula kutoka kijijini, kila kitu wanatuletea huko. Cha msingi ni kwamba hakikisha kwamba wanakula vile vyakula wanavyovilima, wasivilete mjini peke yake. Kwenye kiporo, hebu nianze na kiporo cha wali. Ubwabwa. Au mwagwi ule. Kikilala kitamu. Lakini issue ni utunzaji. Kimetunzwa katika mazingira gani? Kama kimetunzwa vizuri, hakijawa contaminated, hakijaingiliwa na vijidudu, bado ni chakula kile ni kiko safi na salama. Kinaweza kuchemshwa pia. Asubuhi akiamka akila wali kiporo sio tatizo. Kuliko yule ambaye ametoka nyumbani hajala. Jamani, hata sisi watu wazima hata huko mjini, acha kijijini, hapa mjini tunakula viporo vya wali, tusidanganyane bwana. Halafu kwani mkate na andazi na skonzi, kwani kile sio kiporo? Mkate si unapikwa leo, kesho yake unaletwa mjini nani? Ni utunzaji tu wa vile vyakula. Mkate kiporo ni kiporo. Watu wa Bunju wapi? Kwani nini maana ya kiporo? Kiporo ni kile chakula kimepikwa leo, kesho yake ndio kakila, si ndio kiporo? Kwa hiyo scones, half cake, zote viporo vile. Sio half cake, na keki yenyewe kiporo. Lakini naliwa baada ya siku 2-3, ni utunzaji tu ule. Kwa hiyo hata ugali jamani, mimi maisha halisi siwezi kukimbia asili yangu. Nilipokuwa kijijini kule, mimi nilikuwa nikiamka asubuhi kama kuna ugali wa kiporo, kweli nakula naenda shule. Lakini leo niko hapa, kwa hiyo wana chakula kula, weka mazingira safi, weka vizuri. Niliona mtu mmoja anatengeneza kiporo chake vizuri, amechukua kile kiporo, amekikatakata, amekichanganya na mayai, amekaanga, ameshapata kitu kizuri pale. Anakula. Sasa kwa tuseme kwa hulka iliyopo, keki kilala bado ni keki, lakini ubwabwa ukilala ndio kiporo, kumbe vyote vimelala. Vyote vimelala. Ni mazingira ya utengenezaji tu. Kwanza kiporo hakimdumazi mtu, watu wasidanganyane, wanakula kiporo wanaduma. Sasa siku hizi kwani hebu sikiliza kwanza. Ndio. Sasa hivi tuna micro oven zipo za kuchemsha. Kwani hawa wazungu kwani wanapika chakula cha wiki nzima, anaweka kwenye vikontena kwenye friji, kesho yake anaweka kwenye micro oven, anachemsha, anaendelea. Sisi tuna majiko yetu ya mkaa, tuna kuni zetu, chemsha kula. Mimi nitakufahamu kiporo kikilala hakipungui virutubisho. Si kimefunikwa? Sema kama ni mboga za majani zikilala, ukija kuzichemsha lazima zitakuwa imepungua. Au kuna kiporo cha tegeta na masaki bila. Kwa sababu mboga za majani tunashauri kwamba hata nyumbani tunapopika hakikisha unazipika za mwisho. Zikitoka jikoni ziende mezani upate virutubishi vingi vya kutosha. Lakini yule ambaye hajara kabisa na ambaye amekula hiki ni watu wawili tofauti. Huyu amepata kidogo lakini ataendelea kula na vyakula vingine. Mimi nilikuwa nataka kujua Evans, atatueleza hapa mkurugenzi mtaalamu, kuna unywaji maji kwa watoto, kwa sababu miaka ile ya nyuma mtoto akizaliwa kuna maji fulani walikuwa wanauza kwenye chupa vitamtamu hivi, unampatia mtoto. Sasa kuna mzazi mmoja aliniambia kwamba siku hizi wamezuiwa kuwapa maji watoto, baada ya miezi fulani hivi ndio wataanza kuwapa maji. Hii ina sababu gani? Nijue kitaalamu. Kwa kawaida maziwa ya mama yanajitosheleza kabisa. Yale yana maji, kwanza sehemu kubwa ni maji. Kuna virutubishi vyote viko mle. Sasa huyu mtoto, kwanza kumbuka tumbo la mtoto ni dogo sana. Sasa ukianza kumjaza maji, tayari unaanza kuharibu afya yake. Yale maziwa ya mama yana kila kitu. Kwa hiyo kuanzia anapozaliwa mpaka miezi 6, yale maziwa yanamtosha kila kitu. Unaona kila kitu kinatosha kabisa. Na ugali anatakiwa ale akiwa amefikisha miezi mingapi? Maana tunaona mtoto unaambiwa mwanangu bwana, yani maziwa akinyonya ashibi mpaka nisukumizie na uji kidogo. Sasa
Ukiangalia mtoto anatakiwa anyonye kabla ya miezi ile ya kula chakula, anasukumiziwa na uji, na ule uji ukiona tochi anamsukumiziwa na vitonge vya ugali. Na wengine wanaweka hiyo kitamaduni, au ni Msukuma huyu au huyu ni nani, inawekwa hiyo. Jamani, msione Wasukuma jamani na ugali wao. Lazima wale ugali. Tunao wengi huko. Tunao, ndio maana tunatania. Ingawa mimi Mnyamwezi anaweza kawatania. Kwamba huyu bila samaki na ugali hawezi kuenda. Baada ya miezi 6 jamani, kama kawaida miezi 6 unaanza kumpa chakula kidogo kidogo. Sio mwanzia ugali, hapana. Unaanza kumpa, umempondea ndizi, umetengeneza mboga za majani, umeziponda ponda kidogo, labda umezisaga kwenye blender kwa watu wa mjini, lakini wa kijijini unaweza kuchukua hata mchuzi wake, mchuzi wa nyama, mchuzi wa marage kidogo kidogo, namlisha. Anaenda anaongeza. Kishafikisha miezi 8 mpaka 9, huyu anaanza kula chakula cha mezani. Ina maana anakula chakula pamoja na wakubwa, ila yeye cha kwake at least basi hakikisha kwamba umekiponda ponda ili kimrahisishie kula, ale ashibe. Unaona yeah. Okay, so Dr. turudi kwa mwalimu. Mwalimu, muda mwingi unakaa na watoto. Ndio. Unapata nafasi ya kuwashauri wazazi kwa baadhi ya watoto, kwa sababu unajua mzazi anakaa naye kidogo, wewe unakaa naye muda mwingi zaidi. Kwenye makuzi ya awali, kuna ambao unaona wanashindwa kusogea kwenye ukuaji, wanakuja na junk food shuleni, ama mnakataza kabisa? Kuhusu vyakula, sisi haturuhusu chakula chochote shuleni. Lakini pia kuna mzazi unakuta anakuambia, mimi mwanangu hawezi kabisa, mimi nyumbani sina muda wa kumpa hicho chakula, kwa lazima aje na chakula. Kwa hiyo mzazi kama huyo huwa tunaongea naye na tunamwelekeza. Labda anasema mimi natoka nyumbani mapema, sina muda wa kumpa chakula, kwa lazima nimfikishe mtoto shule, alafu mimi niingie kazini. Kwa ikiwa ni lazima zaidi, tutamwambia labda njoo na chupa ya uji, mimi nitamnyosha asubuhi uji yule mtoto, alafu wewe nenda, lakini sitaki uniletee sausage sui nini kwamba utampa mtoto, hapana. Kwa ikiwa ni lazima kabisa, tunampangia vyakula vya kuja navyo, na hiyo inakuwa ni kwa wale watoto wadogo sana, lakini kwa hawa wengine hairuhusiwi kabisa. Kama anakuwa na shida, tuna vyakula vyetu pale shule, atapewa, atakula, maisha yataendelea. Na kuna baadhi ya wanafunzi ambao kanuni za kwao ni aina fulani ya vyakula ndio vinakuwa vimependelewa. Kwa hiyo vyakula vingine mtoto anakuwa ni mgeni navyo, pengine havipendi. Mnafanyaje? Tunapata changamoto hizo, lakini huwa tunaongea na watoto. Hivi karibuni nilipata yule mtoto amekaa sana, amekaa Iraq. Kwa alivyokuja pale anakuambia mimi I don't know ugali. What is that? Mimi nilichomwambia, nilikuwa zamu nakumbuka, nikamwambia mimi hiki chakula nilikuwa siri kabisa. Yaani nilikuwa siri, kwetu tulikuwa tunakula ndizi tu, ugali hatuli. Lakini nimekuja hapa kazini, lazima nile huu ugali. Nisipokula huu ugali na maana natakiwa kushinda njaa kabisa. Kwa siku ya ugali lazima nile ugali, siku ya wali lazima nile wali. Tofauti na hivyo ninakaa na njaa, na nikikaa na njaa napata magonjwa. Kwa nitakuwa siwezi kufanya mambo yangu. Kwa jaribu kula. Kwa siku ya kwanza alikula ugali kidogo na marage mengi, na nikamchukua nikakaa naye, yani nikamongezea marage. Akala akamaliza. Siku ya ugali ilivyofuata akanifuata tena, teacher, my stomach, yani tumbo linauma. Nimekutana na kwa yani baadaye sasa, yani ilikuwa ikifikia sasa muda wa ugali, anakuja ananiangalia, alichokuwa anajali ni kwamba nimuongezee marage na mboga za majani. Kwa hiyo tunakuwa tunaongea nao, mwisho wa siku wanakula tu vile vyakula kama kawaida. Yani hamna mtoto asiyeweza kula chakula chochote. Okay, na kuna miongozo ya wizara kuhusiana na vyakula vya watoto ili kutengeneza kukua kwake vyema. Shule zenu, shule inafuata hiyo miongozo ya wizara? Ndio, inafuata miongozo ya wizara. Okay, sio kwamba ni ugali marage kila siku marage. Hapana, kuna ugali marage na mboga za majani, ugali nyama na mboga za majani, kuna siku ya pilau, nyama na matunda. Kwa hiyo yes, nafikiri hiyo siku ya pilau kila mwanafunzi anakuepo. Hiyo ni siku ya Ijumaa. Nadhani kila mwanafunzi anakuepo. Madam, tumepata maswali kidogo. Wengi wanauliza kwa wanaoishi mjini na wana maisha ya kawaida. Yuko mjini, ni mpambanaji, ana mtoto
na anatakiwa kukua kwa viwango hivyo ambavyo vinastahili, ambavyo hata serikali imeona inafaa, lakini maisha yake ni ya kawaida. Anatakiwa kutumia formula gani rahisi ili mtoto wake akue kwa uzuri? Afanye nini? Asante sana. Kwanza chakula Tanzania tunamshukuru Mungu kwamba kipo kila mahali. Nitoe labda mfano mmoja tu. Ugali kila mtu anaweza akawa nao, si ndio? Hilo ni kundi la kwanza pale tumepata Yeah. Anaweza kala ugali, anaweza kala ndizi ama mhogo, pale kila Mtanzania anaweza akapata. Tukienda kwenye kundi la pili la nyama, sio lazima kanunue nyama. Dagaa sio yanapatikana jamani kila sehemu. Tayari tumeshapata hapo. Maziwa, glasi ya maziwa anaweza akapata kampa mwanae. Tayari kundi la pili hilo. Tukija kwenye mboga za majani kila sehemu, matembele, majani ya maboga. Yaani unapata kila sehemu. 3 hiyo, si ndio? Ya 4 matunda yana kwa kibao. Kwa mfano, sema tu matunda yenye bei rahisi, ubuyu, ukwaju. Unaona matunda ya maembe sasa hivi mengi, matikiti kila sehemu. Ubuyu ambao unaweka sukari na rangi. Rangi hapana. Hapo ndo niliposema kwamba kwenye junk foods pamoja na kaubuyu kalikoongezewa zile rangi hapana. Na umekuwa sukari nyingi. Wafanya biashara jamani, kwa nini hamwezi kutengeneza tu hata ubuyu mweupe tu hivyo mwape watoto wetu? Hizo rangi mkaziacha, unaona? Sasa hilo tumekuja kwenye matunda, style tumeshakava hapo. Mboga kwenye kundi la mikunde, sikuna maharage hapo, njugu mawe, karanga ziko pale. Si tayari maisha ya Tanzania tayari. Mafuta inawezekana hata usitumie mafuta. Nazi unaweza kutumia nazi badala ya mafuta, ama kama umetumia parachichi kama tunda bado na ni mafuta. Unaona? Hata kama mafuta yapo ya alizeti kila sehemu. Kwa hiyo maisha kwa mtu yani niwe ni mlo wa kawaida kabisa, kila mtu anapata. Wala hakuna Mtanzania asiyeweza kupata hicho. Ni maamuzi. Unajua maisha ni kupanga na kuamua. Yani ni maamuzi. Ukiamua unaweza. Kila Mtanzania anaweza kula mlo bora. Mimi kuna kitu nataka kufahamu hapo. Siku hizi kuna watoto wadogo kuanzia miaka 3, 4, 5 mpaka 5, sema 5, 6, 7, bado hawa ni watoto wetu ambao wanatakiwa wapate lishe bora. Lakini hawa watoto sasa kuanzia umri huu ni tofauti na zamani. Unakuta wana vidonda vya tumbo. Hawawazi kuwa na mke mzuri, hawazi kuwa na gari vizuri, hawajatendwa, sijui wana mawazo. Hapana. Sasa shida hapa naiona iko kwenye lishe. Kwa nini wapate vidonda vya tumbo kwa umri huo? Vidonda vya tumbo sasa hivi ni shida tena kubwa sana. Juzi nilikuwa kwenye kipindi hapa kule Channel 10. Wakatoa namba yangu, yani simu mpaka leo. Vidonda vya tumbo ni issue. Nina vidonda vya tumbo, nina sukari. Nina vidonda vya tumbo, nina sukari. Watoto wadogo kabisa. Watoto wadogo. Nini kinatokea pale? Kwanza tukumbuke kwamba vidonda vya tumbo kinachosababisha ni mdudu anaitwa H pylori. Lakini vidonda vya tumbo vinasababishwa na kutumia vidonge aina fulani ya matibabu ya vidonge. Pamoja na aspirin na hizi brufen nini zinachimba kwenye tumbo. Sasa lishe inaingiaje pale kwenye vidonda vya tumbo? Ni kwamba huyu mtu asipokula vyakula vyenye virutubishi vya kutosha, kwanza kinga yake inapungua. Ikipungua kinga, ina maana wale H pylori kama wapo, ina maana watazaliana sana. Lakini pia huyu mtu kama atakula vyakula vyenye mafuta mengi, tena mafuta mengi yaliyoharibika, na amekula sukari nyingi, vyakula vyenye sukari nyingi, matokeo yake sasa ni hivi. Yani kwanza sukari ina tabia ya kushusha kinga ya mwili. Lakini sukari ni chakula cha hao wadudu, bakteria. Sawa? Lakini pia hii sukari inasababisha kama ni kidonda basi kisipone haraka kule ndani. Sasa zile sukari, ile vyakula vyenye sukari nyingi vina tabia na mafuta mengi, vina tabia ya kuzalisha acid kwenye tumbo la mwanadamu. Sasa kwa sababu ya kuzalisha acid, matokeo yake ile tumbo linachimbwa. Likishachimbwa tayari vidonda vya tumbo. Okay. Umenipata hapo? Yes. Hapo ndo tunakuja kwenye vidonda vya tumbo. Na kuna swali lingine kulingana na muda. Kuna swali lingine. Sasa hivi kuna ujio vinywaji vinaitwa energy drinks ambavyo vinauzwa bei rahisi sana. Shilingi 500 mtu anapata. So anauliza, anakutana na wanafunzi sana wanaosubiri kwenye vituo vya daladala, wana chupa za energy drink kwa sababu ni shilingi 500. Anakunywa, na ile tabia ya energy drink ukinywa unakuwa tu umeshiba, yani unapata hiyo energy, unaendelea na mambo yako. Dokta, umeulizwa hapa sasa, unasemaje kuhusiana na hii, hasa kwa wanafunzi wa shule ya msingi kuanzia darasa la kwanza kuendelea?
Kwa kweli hii ni janga, ni tatizo kubwa sana. Mbona tusipoangalia kizazi chetu kinakwenda kuwa na tabu sana. Kizazi chetu kinachokuja kwa sababu energy drink kutokana na tafiti zinaonyesha kwamba zinasababisha magonjwa mengi. Ni pamoja na magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari yakiwemo, lakini pia kwa kina vijana wa kiume itakuwa tatizo mbeleni. Tatizo kabisa. Yaani hapa tufichani, ni tatizo, tutakosa kizazi. Sasa tukikosa vijana wa kiume wakiwazalisha watoto wake wa kike, tutakuwa na Tanzania tena? Ni kitu sasa hapo sio kwa watoto tu, hata watu wazima waangalie sana. Inabidi sisi wazee turudi kwenye ujana ili kuwasaidia vijana. Sasa hapo ugomvi utakuwa mkubwa sana. Hapo ugomvi wanakuja nazo hizi shuleni. Ndio, kuna hizo energy, kuna juisi nyingine you fresh zinaitwa. Yaani hizo ni juisi wanakuja nazo, yani unakuta wanazo afu baridi sana, yani kiasi kwamba hata ukimpiga nayo mtu inamuumiza. Kwa inakuwa ni tabu. Sasa tuna jukumu lipi? Daktari, inabidi sasa uzungumze na sisi kwa sababu wewe ni mtaalamu. Madam anabaki na watoto wake, lakini maamuzi ya wale watoto ni wazazi. Na lengo la kipindi chetu pia ni kuzungumza na wazazi, walezi kuhusiana na vyakula visivyofaa. Na leo umetueleza mlolongo mzima wa vyakula ambavyo havifai na umeshauri pia kwa vyakula ambavyo vinafaa. Wanaokusikiliza sasa hivi, ushauri mkubwa unawaambia ili watoto waweze kukua kadiri inavyotakiwa, wafanye jambo gani? Asante sana mtangazaji. Nafikiri kitu cha kwanza ambacho ningekuambia ni kwamba wakumbuke madhara ni makubwa sana. Magonjwa ya kisukari, pressure, kansa, hata hivyo vidonda vya tumbo wanavyosema kutokana na nilivyoelezea hapo, jinsi vinavyokuja kuingia pale, watoto kukosa akili darasani, lakini kukosa utulivu, kukosa taifa ambalo lenye akili, watu wenye akili tija ni shida. Sasa nini tufanye? Ni kwamba wazazi tuhakikishe kwamba tumesimama kwenye zamu yetu kama wazazi. Mwenyezi Mungu ametupa watoto, tuwalee. Hebu tuwatendee haki. Tuwape vyakula wanavyotakiwa kula. Lakini pia wafanyabiashara wenzangu, tuhakikishe kwamba kitu unachokula kweli kinaenda kufanya nini ndani ya huyu mtoto? Kinamsaidia nini? Hilo ndo la kujiuliza. Hata mama nyumbani umujiulize, unampompa hiki chakula kinaenda kufanya nini ndani ya mwili wa huyu mtoto? Ni la msingi sana. Tushikane kwa pamoja, tuelimishane. Viongozi wa mitaa na vijiji, hebu tuelimishe hata hawa kina mama wanaouza. Ni kweli unatafuta vipato pale, hatukatai, lakini tuelimishane tu kwamba bwana, tukitayarisha chakula kwa mtindo huu itakuwa sawa. Wakitaka kujifunza zaidi, karibuni taasisi ya chakula lishe Tanzania. Na wanaweza kupata namba ya simu kwa sababu lengo kubwa hapa ni kupata solution. Okay.